Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtoto mzuri katika kipindi chetu cha tusome na tujifunze Biblia. Naitwa Mwalimu Stella, tutakuwa tunasoma na kujifunza Biblia pamoja. Karibu sana. Leo tunaenda kujifunza kwa habari ya uumbaji. Tunaangalia jinsi Mungu alivyoumba mbingu na nchi. Hii dunia ambayo tunaishi imeumbwa na Mungu. Hakukuwepo hivi. Mwanzo kulikuwa imejaa maji, kulikuwa giza, ilikuwa tupu, yani kulikuwa hamna kitu. Hakukuwa na mtu, hakukuwa na miti, hakukuwa na maua, hakukuwa sijui na unavyoona jua nini, hakukuwa na kitu chochote. Ilikuwa yani ni giza tupu. Mungu akawa anatembea, Biblia inatuambia. Kwanza hii habari tunaitoa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza yote inaongelea kuhusu habari ya uumbaji. Na pia mstari wetu wa wiki hii unatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, ambapo imeandikwa, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo inamaanisha mbingu na nchi hazikuwepo, ziliumbwa na Mungu. Bwana Mungu aliumbaje mbingu na nchi? Aliumba kwa kuongea, kwa kutamka. Anasema siku hiyo roho ya Mungu ikatulia juu ya maji. Mungu akaona ili giza huu tupu hapana. Akasema na iwe nuru, mara pa. Nuru ikatokea, ukatokea mwanga. Kwa hiyo kukawa na mwanga na giza. Mungu akasema ngoja nitenge giza peke yake na mwanga peke yake. Kwa hiyo ule mwanga ndo ukaitwa mchana na giza ukaitwa usiku. Kwa hiyo siku ya kwanza Mungu akaumba mchana na usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza imepita. Alafu siku ya pili ndiyo usiku na mchana tayari, lakini bado yani dunia nzima imejaa maji tu, maji yamejaa tu. Mungu akasema tuyatenge maji. Yani haya ili pawe na uwazi ambapo mimi na wewe tunakaa. Kwa hiyo Mungu akatenga maji juu na chini. Yani akayatenga maji juu na chini. Alifanyaje sijui, alitamka lakini ikatokea hivyo. Juu akaita mbingu, ndio hii ukiangalia we call it sky, ukiangalia unaiona hapo. Alafu chini ndio hapa ambapo tunaishi, lakini penye pakawa maji pia. Yani hapakuwa na ardhi. Kwa hiyo ikawa tena jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. And then Bwana Mungu akasema sawa, hapa duniani pana maji maji, lakini tutengeneze nchi kavu. Kwa hiyo akatenga maji akapeleka sehemu moja, sehemu nyingine kabaki nchi kavu. Nchi kavu ile ikaitwa nchi kavu, ndio hapa tunapoishi tunakanyaga. Alafu ile sehemu nyingine ndo bahari, ambapo unaona kuna maji maji baharini, unaona? Na nchi kavu akaona nchi kavu isiwe tu hivyo hivyo, ndo hapo Mungu akasema nchi kavu itoe maua, itoe miti, ndo vikaanza kutokea mbegu. Kwa hiyo hapo tunajifunza kabisa siku ya kwanza Mungu aliumba mchana na usiku. Hiyo ndo siku ya kwanza, mchana na usiku. Kwa hiyo mchana na usiku ambao unaiona kila siku tuna mchana, usiku tunalala, asubuhi tunaamka, Mungu aliumba siku ya kwanza. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Sasa baada ya hapo tunaangalia siku ya pili. Siku ya pili Mungu aliumba nini? Nani anaweza akakisia siku ya pili Mungu aliumba nini? Siku ya pili Mungu aliumba mbingu. Mbingu like the sky. Sky unayoiona hapo juu. Mungu aliumba mbingu. Manake kulikuwa mchana na usiku, kukawa kuna maji kila sehemu. Mungu akaamua kuyatenga maji. Yani maji yatengane yaende juu na chini. Yani maji yaliyoenda juu yakaganda huko juu ndo tunaita mbingu. Alafu yaliyobaki chini yakabaki chini. Alafu ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Sawa? Safi kabisa.